Naam, msikilizaji, habari za asubuhi na habari za kuamka. Ni Jumatano nyingine tena tunakutana nawe ndani ya kipindi hiki cha habari za Mawio. Leo ni tarehe 24 Disemba mwaka 2025, sawa na mwezi 3 Rajabu mwaka 1447 mwaka wa Kiislamu. Msimamizi wa kipindi hiki ni Aziza Hassan, mimi mtangazaji wako Msham Juma. Tulionayo asubuhi hii: mzee wa miaka 65 mkazi wa Tasani Makunduchi amepelekwa rumande kwa makosa ya ubakaji. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nasi ndani ya kipindi hiki cha habari za Mawio. Tunakianza kipindi chetu asubuhi hii kwa taarifa yake Juma Ture. Watu watatu kutoka shehia ya Dunga Bweni na mmoja kutoka shehia ya Ubago wanashikiliwa kituo cha polisi Dunga baada ya kutiwa mbaroni kwa tuhuma ya kupatikana na dawa za kulevya, pombe ya kienyeji, double kiki na uwizi wa mazao kufuatia operation iliyofanyika katika shehia hizo. Mawio imedokezwa kuwa aliyekamatwa katika shehia ya Ubago ni Abdurabi Mohamed Juma, aliyekamatwa na majani makavu anaoaminika kuwa ni bangi. Waliokamatwa katika shehia ya Dunga Bweni ni mwanamvua umaarufu Kabuka, aliyekamatwa na dabu kiki 31 na chupa 16 za ulevi aina ya bongonya. Rehema Peter aliyekamatwa na chupa 26 za ulevi aina ya gongo na chupa 16 za ulevi aina ya bongonya, pamoja na Ali Mohamed Dimbwe aliyekamatwa na nazi pamoja na madafu 56. Baadhi ya vijana walizishirikisha walioshiriki katika operesheni hiyo wameeleza: tumefanya kazi kwa mafanikio makubwa sana tu, na tumefanikisha kukamata chupa za pombe na tukafanikiwa kukamata mabogonya pamoja na wezi wa nazi. Tulibahatika kuwakamata. Tunaomba sehemu husika tunazoenda tuzidi kupata ushirikiano zaidi ili kukomesha vitendo hivi vya uhalifu katika shehia za jimbo letu la Tunguu. Watu hao baada ya kuwakamata tukafikisha kituo cha polisi Dunga kwa hatua za sheria. Kusema kweli tunajitahidi na tunashukuru masheha na tupo ushirikiano vizuri, akiwemo usheha wa Dunga Bweni alitupa ushirikiano mzuri sana na tunamshukuru sana. Nikiripoti habari za Mawio kutoka wilaya Kati, ni mimi Juma Ture. Shukran Juma Ture kwa taarifa yako hiyo. Mzee wa miaka 65 mkazi wa Tasani Makunduchi amepelekwa rumande kwa makosa ya ubakaji. Si ajabu Abdallah na taarifa zaidi. Mzee Amer Omar Mwinyi mwenye umri wa miaka 65 mkazi wa Makunduchi Tasani, juzi Jumatatu tarehe 22 mwezi wa 12 2025 amepelekwa rumande na mahakama ya mkoa wa Kusini Tunguu kwa kosa la kumbaka mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 11, jina linahifadhiwa. Imeelezwa mahakamani hapo na muendesha mashtaka wa serikali Mohamed Voikwacha mbele ya hakimu Mohamed Amur Haji kuwa mnamo mwezi wa 12 2024 majira saa 4 za asubuhi na mwezi wa 12 2025 majira za saa 4 asubuhi huko Tasani Makunduchi wilaya ya Kusini mkoa wa Kusini Unguja alimuingilia kimwili mtoto huyo, kitendo ambacho ni kosa kinyume na kifungu cha 108(1)(2) na 109(1) cha sheria ya adhabu nambari 6 ya mwaka 2018 sheria za Zanzibar. Mtuhumiwa baada ya kusomewa makosa yake hayo amekataa na mahakama kuamuru apelekwe rumande, kwani makosa hayo hayana dhamana hadi tarehe 5 mwezi wa kwanza 2026 kesi yake itakapoanza kusikilizwa mashahidi. Nikiripoti kutoka mahakama ya mkoa wa Kusini Tunguu, Ajabu Abdallah, habari za Mawio. Hayo ni ya mkoa wa Kusini. Kisiwani Mafia nako kuna yepi, Khadija? Mahakama ya wilaya Mafia jana imemhukumu kifungo cha miaka 40 gerezani mshtakiwa Hashim Nasibu mwenye umri wa miaka 22 mkazi wa kijiji cha Purura kwa kosa la kubaka na kumpa ujauzito mwanafunzi wa kidato cha pili. Mbele ya hakimu mfawizi mahakama ya wilaya Mafia Razalo Magai, imeelezwa na mwendesha mashtaka Peter John kuwa mshtakiwa alifanya kosa hilo baina ya Julai 22, 2025 kata ya Kanga. Mashahidi wanne walitoa ushahidi ulioridhisha
hakimu mfawizi kutoa hukumu hiyo ambayo Nasibu ataitumikia kuanzia Disemba 23, 2025. Nikiripoti kutoka mahakama ya wilaya ya Kisiwani Mafia, ni mimi Hadija Waziri wa habari za Mawio. Shukran Hadija Waziri kwa taarifa yako hiyo. Naye Ridhiwana Hamisi anakuja na taarifa ifuatayo. Usemi wa siku za mwizi 40 umethibiti kwa mwanadada Zuena Shabani Abdallah mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa Kinyasini, aliyetoa mikononi jana katika kijiji cha Kiwengwa Kumba Urembo, wilaya Kaskazini B, akiwa na rundo la nguo zinazosadikika kuwa ni za wizi. Baadhi ya wakazi wa kijiji hicho wamedai mara kadhaa wamekuwa wakiibiwa nguo zao, na hasa pale wanapozianika baada ya kufua. Hatimaye jana wamemtambua mtu anayewaliza kama anavyosimulia. Nimeanika nguo leo zimechukuliwa. Kuna mdada huyo anastakiwa, tumemfanyia jitihada, tumemtafuta, tumekutana naye na ushahidi wa nguo anao. Kwa hiyo anaiba nguo na kila siku ndio huyo anatuibia. Akipita yeye tu huyo nguo zinakuwa zinaibiwa. Lakini leo tumemkamata. Hata leo tupo hapo mabaoni tunasubiri gari. Tunaenda Nungu Mazikoni. Basi kuna mtu tumehadithia akasema, akatuliza huyo mdada mwembamba mweusi. Tukamwambia akasema huyo keshazoea yeye uibaji wake wa nguo kwenye nyuzi. Tulipombaita huku Kumba Urembo, watu wananika nguo zao, akipita yeye anaanua anachukua. Hawamjui nani mpaka jana kuonekana ndio ikawa kinini kama hicho. Hapo kituoni jana ndo kahojiwa na wale askari wanawake. Ndio akasema yeye kesha kuzichukua mpaka pesa Mazikoni za msiba zimekusanywa zile sadaka zimekuwa kwenye mfuko kaondoka nazo. Kwa kauli yake mwenyewe alozungumza kituoni. Mimi mwenyewe pia chupu nguo za mwanangu kawahi kukimbia. Nyumba za jirani hapa kashabeba nguo. Kwa maana yule mdada ndio ilikuwa tabia yake kuiba nguo za watu. Jua kayamba akikuta nguo ananyakua, alafu anaondoka na kimbia. Mwanadada Zuena Shabani hadi jana jioni alikuwa akishikiliwa katika kituo cha polisi Kiwengwa kwa hatua za kisheria. Kutoka mkoa Kaskazini Unguja, Ridhiwana Hamisi, habari za Mawio. Shukran Ridhiwana Hamisi kwa taarifa yako hiyo. Watu 6 wamekamatwa na mamlaka ya uhifadhi wa msitu Jozani baada ya kufanya usasi katika msitu huo. Mcha Osman na taarifa zaidi. Mamlaka ya uhifadhi wa msitu Jozani imewakamata watu 6 kwa tuhuma ya kufanya usasi ndani ya msitu wa hifadhi kwa kutumia mbwa. Aziza Yunusu Mchimbi, mkuu wa hifadhi ya Jozani, ameeleza undani wa tukio hilo. Siku ya tarehe 21 wakati tukiwa katika kupitia maeneo yetu kuyakagua, tulikutana na mbwa wengi pamoja na wasasi ambao walikuwa wakifanya usasi katika maeneo ya hifadhi ndani. Wasasi hao tuliwapeleka katika kituo cha polisi cha Jozani kwa ajili ya kuendelea na taratibu nyingine za kisheria. Waliokamatwa katika msako huo ni Haji Sudi Hamisi, mkazi wa Kinyasini, Hussein Juma Abdallah, mkazi wa Mgeni Haji, Ishaka Andrea Bundala, mkazi wa Uzini, Ali Mchalichani Kubwa, Muhammad Kundi Makame na Hassan Makame, mkazi wa Kinyasini. Mawio imezungumza na mwanasheria wa hifadhi hiyo kutoka Wizara ya Kilimo, Asha Muhammad Ahmed, na kueleza tuliwakamata sasa. Kwanza tumeshawafungulia kosa lao katika kituo cha polisi, lakini waliomba kesi yao yukumiwe nje ya mahakama, kwa maana wafanyiwe compounding. Na kitaratibu wanatakiwa waandike barua wailete kwa mkurugenzi kwa kukiri ile kosa lao. Kama mkurugenzi ataridhia na wao kukubaliana na ile kosa, basi watapigwa fine ambayo haitakuwa chini ya milioni 1 kwa kila mmoja aliyetenda hilo kosa. Mmoja tu aliokamatwa leo hakuacha kujitetea baada ya kukamatwa. Sisi tuliweka bungi Karenge, tunasaka nguruwe. Baada kusaka nguruwe ndio nguruwe akafukuzwa na mbwa akatumbukia hifadhi. Sisi hatujui kama ile hifadhi. Kama tunajua sisi tusinge ingia. Lakini sasa mbwa akatoka kule, akajabu nikaona niwafuate mbwa. Ndio kufika kule ndio tukakamatwa. Nikiripoti kutoka msitu wa hifadhi ya Jozani, mkoa wa Kusini Unguja, mimi ni Mcha Osman wa habari za Mawio. Na msikilizaji, tukamilishe kipindi chetu kwa taarifa yake Khadija Isa. Wananchi wa shehia ya Kombeni wameiomba serikali kuliingilia kati suala la kuzibwa njia yao ya asili iliyopo maeneo ya Kombeni skuli inayoendelea kujengwa na mtu aliyemtaja kwa jina la Hafiz Juma Hamisi. Wakieleza zaidi juu ya changamoto hiyo, baadhi ya wananchi hao wamesema, kana watu wengi sisi wanakuja hapa kwa mujibu wa kukaa kama wakazi wenzetu, tunawapokea kwa kistaarabu, lakini inaonekana hana interest ya mtu yote wa Kombeni. Hatumuhitaji akae hapa bila kufanya
kufuata taratibu ambazo sisi tutaziridhia. Sasa yeye anadai kwamba kauziwa njia, sio kweli, kwa sababu ushahidi tunao, na kila anauza eneo hili anakuambia mpaka njia. Njia yetu ibakie kama ilivyo, kwa sababu sio njia yetu kwamba ya kiushindani, kwa maana ya kimatumizi na maslahi ya watu wa Kombeni. Mpaka nimezaliwa mimi hapa, hii njia naifahamu kwamba ipo. Nimekaa naye mimi toka anaanza kununua hapa, na nikamfahamisha kwamba hapa pana njia ya kudumu kabisa toka enzi ya wazee wetu, lakini yeye jibu anaojibu ni jeuri. Wakubwa watusaidie, kama mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, hatutaki aje abomoe, atuanjie njia yetu. Tunakwenda hospitali hapa ni njia karibu, wanapita shortcut. Watoto wanaokwenda shule hapa, kuna shule ya serikali na kuna shule ya private, watoto wote pia wanatumia njia hii. Wafanyakazi pia wanakwenda makazini wanatumia njia hii. Hamisi Juma Hamisi, mjumbe wa sheha wa Kombeni, amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo na kueleza anavyoifahamu. Tatizo hili nalifahamu kwa muda mrefu sasa hivi. Jamaa huyu kanunua, lakini kiukweli pia kaiziba, na njia hii wanapita watu tofauti. Mkuu wa wilaya Magharibi Bi Amuri Manga anaeleza hatua alizozichukua kuhusiana na suala hilo. Mimi nimelipata hilo lalamiko kutoka kwa wananchi, nikatoa maelekezo ya kwamba ikiwa tunaendelea kufuatilia jambo hili upande wa nyuma ambapo unapita Mbuyu, basi kule tutoe njia ni kama alternative road wakati tunaendelea kulishughulikia. Sasa wenzangu wakanambia ni tofauti kidogo, kwamba lazima wapate dokumenti ya kuonyesha umiliki, ununuzi na mambo mengine. Sawa, dokumenti imekuja. Dokumenti ilivyokuja imeonyesha kwamba njia ni yake. Inabidi sasa tuunde kamati inayokwenda kusatisfy dokumenti ni ya kweli au si ya kweli. Lakini pia kamati itaenda kuwaona wana family ambao wameuza, wamehama, na kuna wengine kwa sasa ni wagonjwa. Nikiripoti kwa habari za Mawio ni mimi Khadija Isa. Na msikilizaji, kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho, na hadi hapa ndio tumefikia mwisho kipindi hiki cha habari za Mawio. Tunakushukuru wewe msikilizaji pamoja na maripota wetu waliotutumia taarifa hizi. Msimamizi wa kipindi hiki ni Aziza Hassan, mimi mtangazaji wako Msham Juma. Tunawatakia usikilizaji mzuri wa vipindi vyetu vinavyoendelea. Asante na kwaheri. Naam msikilizaji, basi baada ya kuweza kusikiliza kipindi hicho cha habari za Mawio, halikadhalika basi pana na ujumbe mfupi